Naitwa Eliuta Richard Chunga, nipo katika mradi huu wa Kasegenya Fisheries as Digital. Mbele yetu tuko na mtaalamu hapa, atajitambulisha majina yake. Mtaalamu unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Hilda Hans, nipo hapa Kasegenya Fisheries kwa muda wa miezi 4, nipo kama hatchery supervisor. Okay, asante. Hilda Hans, unaweza kutuonesha shughuli zako ambazo unazifanya katika shamba hili la Kasegenya Fisheries? Shughuli ninazofanya hapa katika shamba la Kasegenya Fisheries ni hapa kwenye hatchery ambapo ndio tunafanya utotoleshaji wa vifaranga, na hapa wenyewe ndio hii hapa, ili jengo huku ndio hatchery. Tunaomba utuoneshe hatchery ilivyo. Inafananaje? Karibu kwa hatchery. Karibu sana. Na hii ndio hatchery yetu kama Kasegenya Fisheries. Haya kwenye hizi jagi humu kuna mayai ambayo hao mayai ndio yanakuwa vifaranga. Ndio. Lakini haya mayai tunayatoa kwa samaki. Hao samaki tumewatoa kule bwawani, tumeweka kwenye hapanet, tumepea dume na jike ambao tunatoa mayai pia baada ya siku 10 na tunayaleta hivi kwenye jagi. Hao mayai kwenye hizi jagi yanakaa hapa mpaka yote yaishe, yani kahachi kwa vifaranga ndani ya siku 7. Lakini pia mengine yanaweza kuachi ndani ya 24 hours, mengine mpaka siku 3. Inategemea na mayai, kwa sababu mayai tunazotoa huko bwawani kwa samaki yanakuwa na stage tofauti, kwa sababu hata samaki wenyewe wana breeding cycle tofauti, kwa na mayai yanakuwa na stage tofauti. Kuna stage ya kwanza, stage ya pili na stage ya 3. Stage ya kwanza mayai yanakuwa na kala nyeupe, stage ya pili yanakuwa na kala ya brown. Lakini stage ya 3 wanakuwa tayari wameshaanza kuwa lazi, tena wanakuwa wametoa vimaji. Kwa hao ambao kwenye stage ya 3 watawahi kuhatch kuliko wale ambao kuliko mayai yale ambayo yanaanza. Kwa hiyo baada ya hapo hao mayai yakihatch, vifaranga watatoka humu kwenye jagi, wataingia kwenye hizi tray. Kwa baada ya kuingia kwenye hii tray wanakuwa bado wako na egg yolk, tunawatoa humu, tunakuja kuwahamishia kwenye tray huku. Na hizi ndio tray zetu zenyewe. Hawa vifaranga wanakaa hapa kwenye hizi tray ndani ya siku 3 hadi 4 wanakuwa wameisha ile egg yolk. Ile egg yolk ndio inakuwa ni chakula chao kwa huo muda ambao wanakuwa hapa. Kwamba kile chakula chao kiishe, ndipo tunakuwa na uwezo wa kuhamisha hapa kuwapeleka kwenye rearing tanks kwa ajili ya kwanza kuwa feed. Kwa hiyo hawa vifaranga ukiwaacha hapa wakiwa wameshamaliza ile egg yolk yao wanaanza kufa, kwa sababu wakati huo wanakuwa wanahitaji chakula. Asante mtaalamu, labda changamoto ambazo nakutana nazo katika uzalishaji wa vifaranga unaweza kutupatia hata moja ama mbili kulingana na uzoefu wa muda uliopo hapa kwenye hatchery ya Kasegenya Fisheries? Changamoto moja katika uzalishaji wa vifaranga ni space muda mwingine, kwa sababu muda mwingine tunataka kuzalisha vifaranga kwa sababu ya space kukosekana. Lakini pia changamoto nyingine ni maji. Yaani maji kwa hapa Kasegenya Fisheries tunayapampu kwa kutumia sola, lakini muda mwingine tunatumia mafuta. Maji ambayo yanakuja huku kwenye haya mayai. Kwa kuna muda pampu zetu zinakuwa zimeharibika, kwa wakati huo tutakiwa kuzalisha vifaranga kwa sababu vifaranga huko wanahitaji maji. Ndio. Lakini changamoto nyingine, kuna muda mwingine mayai yanakufa kwa sababu ya magonjwa. Hivyo. Asante.